Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 4. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kunoga na kusonga mbele. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Mwajei alianza kubadilika taratibu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya kuishi maisha ya giza, alijikuta akimfikiria mwanaume mmoja kila siku. Jina lake lilikuwa ni Kelvin. Kelvin alikuwa tofauti kabisa na wanaume wengine ambao Mwajei aliowahi kukutana nao jijini Dar es Salaam. Kelvin hakumtaka Mwajei kwa nguvu. Hakumdhalilisha. Hakumrushia pesa mezani kama wengine walivyokuwa wakiwafanyia. Alikuwa mpole, mwenye tabasamu la utulivu. Na kila Kelvin alipoongea, alimfanya Mwajei ajisikie kama mwanamke wa kawaida, si bidhaa ya kuuzwa usiku na kudharauliwa na wateja wao. Siku moja Kelvin alimchukua Mwajei na kwenda naye ufukweni. Walikaa wakitazama bahari jioni huku upepo mwanana ukivuma. Kelvin akamgeukia Mwajei. Kelvin alimuuliza Mwajei, umewahi kufikiria kuachana na haya maisha unayoishi? Mwajei akacheka kidogo na kusema, kijana, haya maisha ndiyo yananilisha. Kelvin akatikisa kichwa. Akasema, lakini Mwajei, ujue haya maisha yanaweza kukua. Maneno hayo yalimgusa sana Mwajei. Kwa sekunde chache moyo wake ulitetemeka, lakini Mwajei akaificha hisia yake. Akasema, mimi nilishazoea. Kelvin akamshika mkono Mwajei. Kisha akasema, hapana, bado una nafasi ya kubadilika Mwajei. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Mwajei alijikuta machozi yakimtoka. Kadri siku zilivyokwenda, ukaribu wao ukaongezeka. Kelvin alianza kumtembelea Mwajei mara kwa mara, alimnunulia chakula, nguo. Na wakati mwingine walikesha wakiongea tu. Mwajei akaanza kuwaambia marafiki zake, nadhani nimepata mwanaume wa kweli. Sandra alipomsikia alicheka kwa dharau. Kisha Sandra akasema, Mwajei, hakuna mwanaume wa kweli hapa mjini. Lakini Mwajei hakusikiliza. Alikuwa ameanza kuamini anaweza kuolewa na kuanza maisha mapya. Siku moja Kelvin alimwambia, mbona huwa hunialiki nyumbani kwako? Mwajei alishtuka. Kwa kawaida hakuwahi kumwonyesha mwanaume yeyote anapoishi. Aliogopa kuibiwa au kuvamiwa. Lakini kwa Kelvin alihisi anaweza kumwamini. Mwajei akamjibu kwa sauti ya chini, sawa, nitakuonyesha. Usiku huo Kelvin alipelekwa hadi nyumbani kwa Mwajei. Apartment nzuri aliyokuwa Mwajei ameilipia kutokana na fedha za wanaume aliowaibia. Kelvin aliitazama nyumba yote kwa makini sana. Sebule, chumba, kabati na sehemu aliyokuwa Mwajei akificha fedha zake. Mwajei hakugundua chochote. Aliendelea kucheka na kufurahia mapenzi aliyodhani ni ya kweli. Lakini nyuma ya macho ya Kelvin kulikuwa na jambo baya sana linaandaliwa. Siku chache baadaye, Kelvin alianza kumpigia simu mara nyingi. Alimwambia, nataka nikuoe Mwajei. Moyo wa Mwajei uliruka kwa furaha. Hakuwahi kufikiria kuna mtu angeweza kumuoa baada ya maisha aliyokuwa akiishi. Akaanza kuota maisha mapya. Kuacha umalaya. Kurudi kuwa mwanamke wa kawaida. Lakini hakujua huo ulikuwa mwanzo wa maangamizi yake. Usiku mmoja Kelvin alimwambia, Mwajei, leo nataka tuwe wote usiku mzima. Mwajei akakubali bila kusita. Walikaa wakinywa waini ndani ya nyumba ya Mwajei huku muziki wa taratibu ukilia. Baadaye Mwajei akaanza kuhisi kizunguzungu. Macho yake yakaanza kuwa mazito. Akamtazama Kelvin kwa mshangao.
Kisha Mwajei akauliza, Kelvin, kwani kuna nini kinaendelea? Kelvin hakujibu. Tabasamu la Kelvin lilikuwa limetoweka. Dakika chache baadaye mlango ukafunguliwa. Wanaume wawili wakaingia ndani. Mwajei alishtuka sana. Mwajei aliuliza, Kelvin, kina nani hawa? Hakuna aliyemjibu. Mwajei alijaribu kusimama lakini mwili wake haukuwa na nguvu. Ndipo alipoanza kugundua alikuwa amewekewa dawa kwenye waini. Hofu kubwa ikaingia moyoni mwake. Mungu wangu! Mwajei akaita, Kelvin. Kelvin akamtazama kwa macho ya baridi. Akasema, leo utalipa yote uliowafanyia wanaume. Mwajei akaanza kulia kwa nguvu. Lakini alikuwa tayari amechelewa. Itaendelea sehemu ya 5, itakuwa ni usiku wa kisasi. Kama umeipenda simulizi hii usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manungu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 5. Asante sana.